Je, nina hatia kuwaacha mke wangu na watoto? Nina hakika kichwa hichi kitawaongoza wengi kusema ndio. Lakini nahisi kwamba nina haki kwa sababu zifuatazo. Hili lilifanyika miaka iliyopita. Nilimuoa mwanamke wa makosa. Mtalaka wangu alikuwa na hasira. Ni mtu wa hasira hadi sasa. Na alitaka kuongoza kwa njia ambayo ilikuwa tofauti kila wakati na utata mwingi. Baada ya mambo haya kwa miaka mingi, hili lilisababisha talaka yetu. Pamoja tulikuwa na wavulana 3. Miaka 3 na 4 katikati yao. Wa kwanza alikuwa na miaka 9 wakati tulipoachana. Mtalaka wangu alienda nao kwa wazazi wake hatua ya dakika 20 kutoka nyumbani kwangu. Nyumba niliyoijenga miaka 10 kabla tukutane. Aliichoma nyumba yangu sio muda mrefu wakati nilipokuwa kazini. Hakuna aliyeumia. Na pia sina ushahidi wa kuwa ilikuwa ni yeye. Hakuna chochote kilichotokea baada ya hapo. Moto wenyewe ulikuwa wa kutatanisha. Lakini ilikuwa ni nyakati za kitambo kabla ya kuweka kipiga picha cha mlangoni. Nadhani aliwasha tu moto mkubwa na kuuacha. Kwa hiyo nilihama. Nilikuwa na kazi ambayo ilikuwa ya kimaalum na nilihitajika mahali kwingi. Yaani kila mahali. Na wakati huo ungepata kazi kwa kutabasamu tu na kusalimiana na mtu. Kwanza nilienda katika miji mikuu nchini Canada. Mji mmoja mkuu nchini Canada unaoanza na T. Nikaweka pesa kwa muda wa mwaka mmoja. Kisha nikahamia mji mdogo kama kilomita 2500 hivi kutoka nyumbani kwetu. Katika mji huu mdogo nilifanya kazi hiyo. Nikakutana na mwanamke mwingine na tukapata mtoto mmoja pamoja. Mimi na yeye bado tumeoana. Watoto wangu kutoka katika ile ndoa ya kwanza walikuwa wakija kunitembelea wakati wa likizo. Nilifikiria kwamba walifurahia likizo zao. Walijenga magari na wakashindana nayo wakati mwaka mmoja katika likizo. Kila wakati tulienda safari za nje. Mtoto wangu wa kwanza aliacha shule huko nyumbani kwao. Na wa pili kutoka kwenye ile ndoa yangu ya zamani alikuja kuishi na sisi wakati wa mwaka wake wa mwisho wa shule ya upili. Wakawa watu wazima. Wana watoto sasa. Nina wajukuu 10 na wanaanza kukua pia. Ninafariki. Kuna siku nzuri na kuna siku mbaya. Lakini zile siku nzuri zinaenda zikiwa kidogo zaidi. Watoto wangu wanaongea kuhusu jambo hili. Na pia wanaongea na mimi kulihusu. Mtoto wangu mdogo wa mwisho ambaye nilimzaa na mke wangu wa sasa alimpigia simu mtoto wangu wa pili ili amsaidie kwa kuwa amepata wakati mgumu zaidi kukabiliana na mimi wakati siku zangu zilizokuwa mbaya. Mtoto wangu wa mwisho anafikiria kwamba kaka zake
mchukia kwa sababu ya mimi kumwacha mama yao na kuanza familia nyingine. Na sikuwa na wakati wa kukaa nao walipokuwa wadogo. Na mama yao pia, wakati nilimtumia pesa za matumizi kwa watoto, hakutumia zile pesa nilizomtumia kwa mambo kama ya kulipia umeme na maji. Sijaongea na mtoto wangu mkubwa kuhusu mazungumzo yangu na mtoto wangu wa mwisho bado. Sina hakika kwamba ninafaa niyalete haya nizungumze naye au la. Sijui kama ninge ongea naye kuhusu kumsaidia ndugu yao ama niwaache tu wamsaidie ikiwa wanataka. Ninaona kwamba nilikuwa sawa katika uamuzi wangu, lakini sasa sina hakika kuwa nina amani na maamuzi hayo. Je, nina hatia wakati nilipoacha watoto na mama yao? Tafadhali naomba ushauri. Alipata ushauri kutoka kwa Kabo Magua, akamwambia, ikiwa mke wako alikuwa ana fujo nyingi na matatizo mengi ambao aliwanyima chakula watoto, kwa nini usingewachukua watoto wako nawe ama uwaokoe kwa wakati wowote huo? Naona kwamba tabia yake pia inaonekana kwamba watoto wake pia walijua tabia yake vizuri, au pia wakainakili. Uko karibu kuenda. Kwa hivyo jinsi utakavyokabiliana na mazungumzo haya na watoto wako wakubwa kutoka kwenye ndoa ya kwanza itawacha kumbukumbu kubwa. Unaweza kuwa yule baba aliyewacha na mama yao mwenda wazimu ukaanza upya na hukuwa na majuto yoyote, au unaweza kuwa yule baba aliyekubali makosa yake kama mzazi na akatambua uchungu wa uchaguzi aliofanya juu ya watoto wake na kuwa ambaye atawasaidia kupona kutokana na mchafuko wa utoto wao. The Cove pia akamjibu akamwambia, tabia moja ambayo sijaiona na watu wazima, waulize watoto wako maoni yao na maswali yaliyo wazi, kisha usikilize. Sikiliza uliza maswali ya kufuatia. Taka kuelewa, sio kujibu. Rafio pia akampa mawasia yafuatayo. Sidhani kuwa watu kama mwandishi huwa kweli wanajali maoni ya watoto wao. Hawawezi tena kukabiliana na kuwasikiliza, kwa sababu hilo itakuhitaji kulaumiwa na uume wao haungeushikilia hayo, kujiona kwamba wanafaa. Yeye anajionea huruma tu kama wao watu wote wanavyofanya, na anatafuta kuonewa huruma. Mwandishi, watoto wako wanastahili huruma kwa baba yao kuwaacha, lakini sio wewe. Agreeable Moose akamwambia, maneno ya kuponya zaidi niliyoambiwa yalikuwa wakati mtalaka wangu alipokuja wiki 2 kabla ya Krismasi na kumharibia mtoto wangu furaha yake.
niliomba msamaha kwa mtoto wangu na nikamwambia sio makosa yako, na akaniambia sio makosa yako, yeye kila wakati huwa na wazimu, na kisha akanikumbatia. Ana matatizo ya akili, lakini haifanyi kuwa rahisi. Chokoko akamjibu akasema, pia ni muhimu kuwa uombe msamaha, lakini usijaribu kujifanya kuwa mzuri. Omba msamaha na ukubali makosa yako. Lakini la pili, nililifanya kwa sababu huwa inakuja hata wakati ikiwa unaona kwamba inakubidi, itafanya hali hii yote iwe bure. Kwa hiyo usiseme nilifanya kwa sababu ya, sema tu kwamba nilikosea na ninaomba msamaha. Je, wewe ungemshauri vipi mwandishi kuhusu tatizo hili analokabiliana nalo?